sadaka ya makambi ikisha tolewa kwamba hii nitamtolea Bwana, unapoiweka wafu tayari ni wakfu. Sadaka sikukuu ya makambi, anasema mfanyie Bwana siku ya makambi kwa siku 7. Fanya ni agizo. Niwasomee fungu la Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Kumbukumbu la Torati 16. Ule mstari 13 mpaka 17. Amesema ni agizo, ni amri, wala sio ombi. Siku 7 mfanyie Bwana siku ya Bwana. Imewekwa wakfu. Kazi ya kuokoa roho za watu. Kazi takatifu hiyo. Ambapo Yesu aliacha enzi na utukufu, akaja akasema mwana wa Adamu alikuja kutafuta kilichopotea, nayo imewekwa wakfu. Huduma ya meza ya Bwana nayo imewekwa wakfu. Kuna wasabato wengi na huwa wanachungulia kila sabato. Meza Bwana imetangazwa. Halafu unamkuta anabeba Biblia yake anasema, mchungaji, leo sitashiriki na jambo la moyoni, anaondoka taratibu. Anajifanya mtakatifu. Nataka kuambia ukigongo na pikipiki hapo nje, utakufa kibutu bila kuchinjwa. Na wale wanaokufaga bila matumaini wanalia, alafu anakata roho. Hamna cha Yesu wangu, hamna hiyo sahiyo. Maana alikuwa amekimbia makofi ya Bwana wake. Meza Bwana. Na nimegundua wengi wanakataa meza Bwana kwa sababu hawataki kutawazana miguu. Tungekuwa tunaangalia kama karaka kanisani hivi, kwamba chukua kamkate kula, wote wangeshiriki. Ila wanaogopa kutawaza miguu. Biashara kuguswa miguu. Ndicho Petro mzee alibaki nacho kiburi. Petro akamwambia Bwana, hutanitawaza miguu mimi kamwe. Sasa sitaki ugomvi. Usipokutawaza huna shirika nani? Kumbe unapotoroka meza ya Bwana unakosa ushirika na Yesu. Imewekwa amaitangaza mauti ya Bwana hata atakapokuja. Wako wasabato wengi ambao kila meza Bwana ikiitishwa anakimbiza magamba yake. Yaani changamoto ni ya magamba, ndio anasemaje, wanaogopa watu kugusa magamba. Ni bora ya oshwe ili uingie mbinguni kuliko uchoma moto na magamba yako. Dhambi imefananishwa na ugonjwa wa kansa. Dhambi moja unapogusa kitu kimoja wafu, inaita dhambi nyingine. Yaani ulianza kuchezea kala wa Mungu ili unakunywa pombe. Hutakomea pombe, utataka wanawake, uzinzi utafanya. Na hutakomea uzinzi tu, utaanza na sigara. Yaani utakwenda, maana dhambi moja ni kama kichana cha mzabibu. Hakiivi kwa wakati moja, inaanza taratibu mpaka kichana chote kimeiva. Ndipo ile tunda linakwisha, linaanguka na limeoza. Dhambi ya kale ni kuungama dhambi na kurudia dhambi. Kuna watu wanaocheza na mambo matakatifu. Anafanya makosa, kesho tena anarudia. Ama makosa, ngoja nisini tunayo, kesho tatubu tena. Pana siku utatubu tena. Ngoja leo zaka hii tatubu tena. Kuna siku tatubu tena. Mlango utakuwa umefungwa milele. Kisa cha mzee mmoja, alikuwa mzee wa kanisa. Huyu mzee wa kanisa alikuwa mzee hodari sana. Alikuwa anapenda na wachungaji. Alikuwa amejitoa kwa kazi ya Mungu. Sasa mzee siku moja akamwambia mke wake, mama, una barua hii hapa. Siku nikifa kwenye msiba wangu, mpe mchungaji asome. Hebu toa, na mama akasema, hebu toa usinichuria hapa bwana, hebu toa unazungumza. Na kaida watu wakishaanza yataja kufa huwa wanakufa haraka. Kwa hiyo akachukua mama, akaichukua akajiweka kwenye kitanda akaitupia huko. Ile kama mzamzaya. Kwani ilipita wiki 2-3. Jamaa akaondoka. Mchungaji alikuwa anampenda sana yule mzee. Kwa sababu mtu wa taratibu, mtu anaweka kanisa kadhalika. Kwenye mahubiri asimamia taratibu za kanisa na kadhalika. Alikaenda akasema, siku nitaisha mambo mengine, naenda kamziki mzee wangu wa kanisa. Nimepoteza shujaa. Yule mzee wakati wa mazishi yake pale, watu wamejaa. Kulikuwa na wazee wawili kule nyuma, wamekaa na pia tusoro na cheka, watu wengine wanahuzunika, wameshika tu. Mke naye amekaa karibu na jeneza. Amekaa, maana wewe unao umizimu. Eti kwamba mke wa marehemu akae karibu na jeneza lake ili mume wake ajue yuko karibu. Wewe ni umizimu tu. Yaani yeye wengine mkae mbali, yeye akae karibu ili mume kwenye sanduku ajue kwamba yupo jirani. Sio umizimu mpaka. Kwa hiyo wengine wanaweza kusema si atuombeangi marehemu, lakini kwa staili hiyo ni ibada ya wafu tu. Kwa nini mwasogeza watoto na mama yao hapa karibu na jeneza? Kuna mahusiano gani? Kuna linki gani? Kwa nini asikae kama wengine mlivyokaa huko?
Kama ni viti vya mbele sawa, ili kwamba familia ikiitwa isimame. Lakini naambia mkeko na yeye hapa afa kaya hapa karibu na jeneza kabisa. Mama inauma sana. Sasa mchungaji kaanza kuhubiri. Alipokuwa anahubiri akasema, wapendwa, shujaa wa Bwana amelala. Alikuwa mzee wa kanisa hodari. Inauma sana. Nimepoteza mtu muhimu sana. Wengine sio muhimu. Ndio muhimu tu hiyo yetu sana. Haya, endelea mzee. Akahubiri. Baadaye akasema, Biblia inasema, saa inakuja, mama jipe moyo, parapanda italia, na Yesu Kristo atamfufua shujaa. Mama akatabasa. Asante mchungaji. Asante. Akachukua ile barua, akaenda haraka akabeba. Mchungaji, kuna barua aliniambia nikupatie. Akaingia ndani akachukua ile barua akamletea. Mchungaji mahubiri akanoga tena. Akasema, wapendwa, ina thamani mauti ya wacha Mungu. Mzee anayekufa kwa namwamini Yesu alijua atakufa. Bwana alikwisha mwandaa. Haleluya. Mama, soma kitabu cha Ufunuo 14:13. Inasemaje? Simeifahamu inaposema? Heri wafavao katika Bwana tangu sasa, wapate kupumzika. Mama shujaa amepumzika. Mwache lale. Mama kaona barua ikasoma. Kwa hiyo nasema, wapendwa mliokusanyika msiba wangu, nimetembea na Yesu kwa muda mrefu, lakini ilikuwa napigana na kuanguka. Ninajua wote mmekusanyika hapa, siku Yesu atakapokuja hatutaonana milele. Sababu dhambi moja ilinishinda kuacha, dhambi ya uchawi. Mahubiri anaanzaje tena? Wapendwa, hakuna ajuaye. Maana masifa yote ya kusifu binadamu leo kufa yaliishia hapo. Akani anaungama dhambi ile, anarudia pale pale. Lakini watu walimuona ni mtu mzuri, ni kiongozi wa msalaba, ni kamanda wa vita. Kumbe Akani huwa anacheza vitu vitakatifu. Sasa sikiliza, walipopigwa kule Ai, watu wamekufa, watu wanaomboleza. Yoshua akamwambia Mungu, Yoshua sura ya 7 mstari wa 7 hapo kuhitimisha sasa. Yoshua akasema, Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa? Anamhoji Mungu, mtu wa Yordani, ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza. Laiti ungelikuwa radhi kukaa ng'ambo kule kama wenzetu wa Rubeni walivyoamua. Bwana, niseme nini baada ya hizo kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watakaposikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nao utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka. Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi, sio madhambi, dhambi moja. Naam, wamelivunja agano langu liloagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyokuwa wakfu. Wameiba, tena wamevificha na kutia pamoja na vitu vyao wenyewe. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Kumbe ukigusa vitu vitakatifu unapata laana. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena msipoharibu kitu kile mlicho nacho kilichokuwa wafu. Hainuka ukawatakase watu, ukasema jitakase, mwe tayari kesho. Kujitakasa maana ni kutubu na kurudisha. Sio unajitakasa Baba, ile zaka nimeila sana Yesu, najuta moyoni, nisamehe, ninaumia. Sawa, maliza machozi, tuambie uliiba ngapi, rudisha. Yaani toba haiko hivyo. Ukiiba cha mtu, umemwibia mtu simu yake, alafu umekuja Jumamosi ukapigwa ubile Jumapili, useme Baba, napomoka mbele zako, ile simu yule mdada nilimwibia, Yesu najichukia kwa mafumi na amri. Acha mahubiri hayo, simama karudishe simu. Hapo ndio msamaha unatoka. Hayo nao endelea kwa maigizo. Kama umeguswa, toba ni kurudisha. Kama umeuza, jitokeze. Mamedada, ulipoteza simu? Ile simu ilikuwa ya iPhone hivi? Basi.
ndio mimi hapa, jisalimishe ili akusamehe au mwekane mkataba kulipa. Dhambi ya kugusa vitakatifu. Yoshua anaambiwa sikiliza, mpaka mvitoe vilivyo. Sitakuwa pamoja na mapigo yataendelea, wachawi watawapiga tu. Mtaendelea kuteseka mpaka amerudisha. Mimi naondoka, akaondoka Mungu. Jitakaseni. Saa 12 wakaamshwa wote Israeli, taifa zima. Wakaanza kukaguliwa nchi kwa nchi, nchi kwa nchi. Sasa Akani yuko pale. Watu wameamshwa asubuhi. Wengine wamefiwa na wajomba zao. Baba yao amekufa kwa sababu ya huyu mtu Akani. Kuna mtu amefiwa na mume wake kwa sababu ya Akani. Na watu wanalia kwa maumivu makali. Kuna mtu mmoja tu amesababisha mkutano wote uathirike. Yaani kwa lugha rahisi, wewe baba pale nyumbani, unapokula zaka, watoto wanaathirika kwa elimu, wanaanza kufeli. Mara magonjwa yameingia ndani. Mara sio changamoto. Lakini kumbe changamoto ni mtu huyu mmoja tu amesababisha laana katika familia. Laana katika familia. Kwa sababu anacheza na vitu vitakatifu. Mmoja anasema ngome ya uovu iliyo imara zaidi ya yote katika ulimwengu wetu sio mdhambi kuishi maisha uovu kwa kupindukia, sio mtu mlevi au muuaji, sio hayo, au maisha kujivunjia heshima na kutewa na jamii, bali ni maisha yale ambayo vinginevyo, sikiliza makini hapo, maisha yale ambayo vinginevyo yanaonekana kuwa yenye uadilifu, ya heshima, ya adili, lakini ambapo ndani yake dhambi moja inalelewa, uovu mmoja unaelekezwa, kipaji kikubwa na uelekevu, talanta, huruma, ukarimu na matendo mema. Hivi vyote vyaweza kutumika kama mtego wa shetani kuwashawishi watu waje kwenye poromoko la uangamivu. Wanamwona ni mzee wa kanisa, anapewa kazi kanisani, watu wanampongeza, ni mwimbaji akiimba kabisa kama malaika. Watu anaimba jamani kwa utakatifu. Kumbe kuna kadhambi kamoja kanapomsumbua. Mwisho sura ya 7 mstari wa 17 hadi 27 fungu la mwisho. Basi Yoshua akaondoka asubuhi mapema, akawasogeza Israeli kabila kwa kabila. Yuda ikatwaliwa. Yaani akati hiyo ameweka foleni na Israeli. Kumbe tumeiba wengi jamani. Yaani ana dhambi kifo cha wengi nini? Harusi amepaka foleni. Maka Rubeni si nani. Yuda huyo. Akasema kama ni sisi Yuda, ina maana kabila letu sisi na bado wengine hao kwenye. Sasa akasogeza jamaa ya Yuda, akaitwa jamaa ya Wazera. Mwana wa Kamu, mwana wa Zabi, mwana wa Zera wa kabila la Yuda akatwaliwa. Yoshua akamwambia Kami, mwanangu nakusihi umtukuze Bwana Mungu wa Israeli. Ukaungame kwako uniambie sasa uliolitenda umefanya nini? Yaani unajua hata Yoshua ya kuamini. Yaani kweli watu wameangika asubuhi, wameacha kula, wamefunga na kuomba, wanajitakasa mioyo yao. Huyu jamaa amekauka. Miaka ya 80 wakati tunasoma primary, ilikuwa ukiwa hujafua shati, mwalimu alikuwa anapita kwa mgongoni anakagua hizi kola. Nyewe mlisoma wakati huo ukikaguliwa. Hayo yeye zilishapita hiyo. Sasa ukiwa hujafua kama Jumatano, ilikuwa Jumatatu na Jumatano, unamfungia mwalimu konya, unafunga hivi vidole viwili hivi. Mwalimu sio kafanya tu kidogo afu akapita. Unataka kushangilia, nimemfungia konya imepita hiyo. Sasa akani anamfungia Mungu konya kwamba Mungu ataona. Tena amefunga konya mbili za mikono yote na vidole. Akasema akanasa. Ndio Yoshua anamwambia Akani, mwanangu, na kusihi kijana huyu umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilotenda usinifiche. Akaanza kueleza, yaani baba iko hivi, nilipo pale tumepia pale, tumeingia kule na kule ule mjule, nikakuta kuna jua nzuri sasa, ili nalo tulichomena, nikasema ndio tulihifadhi, labda nitawapa baadaye kuhani. Sasa baadaye kado hapo pagona kama kabari 250 za kanuni za fedha. Sasa nikasema hizi nichukue baadaye, nitakuja kutoa zaka. Ndio hilo tulialekea. Wewe umezeka wapi? Hata mke wangu yeye kumuuliza, aliziona ni watu nazichimbia pale nyumbani. Eti mke wangu si ndio hivyo? Baba. Kwa hiyo mke wangu wewe ulikuwa umeiba. Acha wewe. Wewe umeshakiri tayari, umeshatubu. Akaja kuamini. Akaambia nini? Chatila. Hebu na nene kimbili mara moja. Umesema meka kwenye, yani pale wakifika tu achimbe tu hivi. Hapa kati hapa hema ndio vyote atakukuta pale. Si ndio mama pale? Haya.
akajua tayari mshasamehewa. Yaani ametubu lakini akijua msamehe. Wakakimbia kaenda kaleta. Ndio hivi. Kuna kingine? Ndio vyote. Sasa chukueni ile hema lake. Na kama anapaka mchukue, kama anapanya wako hapa na mchukueni wote. Msibaki chochote kinachoitwa mali ya kale. Mvibebe. Akajua anahamishwa mji. Akajua anahamishwa nini? Mji. Sikiliza. Sika makini sasa. Akani niache mstari tumeshaeleza. Nilipoona katika nyara joo zuri mstari 21 ya Babeli na shekeli 200 za fedha na kabali ya dhahabu zani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitwaa. Tazama vimefichwa mchangani katikati ya hema yangu na ile fedha chini yake. Sikiliza makini. Akani ametubu. Lakini toba yake imechelewa. Maana kuna wengine wamefiwa na waume zao kwa sababu yako Akani. Kuna watu wameteseka kuamka siku kwenye baridi ile. Wewe Akani umenyamaza kimya. Tunatubu wakati watu wamekwisha umia. Hiyo sio toba. Ndivyo ilivyo wengi watakapotubu wakati wakiwa wamefanya nini? Chelewa. Yesu ameshafika. Sema kisa hiki. Unaweza kumlaumu Akani. Kuna kisa ambacho napenda kukisimulia cha mwanamke mmoja. Huyu mwanamke alikuwa anampenda Mungu sana. Na kuna baba mmoja naye yupo kanisani. Anawalaumu wanawake sana. Mtu akitenda kosa wanataka kumsaidia kumshughulikia kanisani. Samani mzee wa kanisa. Unajua haya mambo kufutana ushirika. Kama Eva asingekula matunda, kwa nini tungefutana hivi? Nani alimwambia Eva kula matunda ambayo alikatazwa? Anasonya kabisa. Wakichakia mambo ya Biblia hivi ananyanyua mkono. Ni kweli unajua tunapozungumza habari ya Babeli kaanguka. Hii changamoto yote ni Eva. Hivi nani alimwambia ale matunda ambayo Mungu amemkataa? Yaani haya yote matatizo magonjwa tunapiga vifo ni Eva. Kumbe baba anakwazika. Baba fulani, huyu baba mleta kitu ni Eva tu. Yeye maana atendake dhambi. Siku moja mama akamwambia mume wake, baba fulani, nataka nimkomeshe baba. Wewe, mkaanza mfanyaje baba watu? Mimi niache tu. Nitakukomesha. Basi siku anamfuata baba fulani. Jumamosi ijayo naomba uje ule chakula kwangu cha mchana. Aya sawa. Nitakuja. Ile waache mambo yako ya Eva akamtania. Amna wala sitasema. Akajichekesha. Yule mama Jumamosi akaenda kaandaa mapochopocho. Huyu mwanamke hajawahi kula hivyo vitu. Maoti pote karibia 9 yamewekwa hapo. Vyakula vya yote. Unashangaa. Sio nafikiri maharage tu na wali na nini? Kuna watu kuna nyama ya kuku, maini ya ng'ombe, mbuzi, kondoo, samaki, kwa hizo hesabu zote. Alafu kuna wali, kuna kaugali kidogo, kuna nini, kuna viazi, kuna ndizi. Ziko ngapi mpaka hapo? Wamebaki tu vipoti vitatu tu. Maharage, wali na mchicha kidogo. Kwa heri amemaliza biashara. Mwenzako anajua kuandaa. Huyu mama kaandaa. Sasa walipofika akamwambia mume wake hivi, mume wangu sikiliza. Nitaandaa vyakula vyote mezani. Nitafungua vyote, nitaacha poti moja katikati. Nitaingia jikoni. Nitachelewa. Alafu nao nifuate. Wewe mwanamke unataka kufanya nini sasa? Wewe mbona unafanya kama mauaji hivi? Baba fulani aache wewe. Mimi nataka nimfundishe baba. Akamwambia haya, basi. Yule mwanamume poti ilipofunguliwa, akachota, kuna mmoja hajafungulia katikati. Akachota vizuri yani inanukia mke wake ni ule wa kukaanga na nini, wa kupiga makabichi kwa kutumia panga na kwacha. Baadaye sasa huyu baba akasema, bwana wake na mama hao sasa amechoka jikoni kwa nini mfuate endelea kula. Akaanza kula. Yaani chakula anatamani hata kujing'ata. Baadaye akasema, lakini naweza nikashiba. Hii poti mbona imechelewa haijafunguliwa? Ni kitu gani baki unaweza kama kitamu zaidi? Akafungua. Alipofungua lipanya likaruka. Vyombo mama kaza, shemeji nini shemeji? Shemeji kuna nini? Anasema samani kwa angalia poti hiyo ilikuwa imefunikwa hapa. Kama ningekuwa Eva nisingefungua poti watu ambao wanaambia nisifungue. Mchezo kaishia pale. Kuna watu unaweza kulaumu dhambi ya kale, ila hata wewe unayo dhambi yako kugusa vitu ambavyo vimekuwa wafu. Unacheza navyo. Unaweza kusema akali, kama ningekuwa ni mimi ningetubu mapema. Sikiliza, kuna wengi tunacheza na dhambi.
tukiamini bado tuna muda, mimi bado kijana, nitatubu tu baadaye, nitajitoa baadaye kubatizwa, nitafanya hivi na hivi. Lakini saa inakuja anasema wako wengi miongoni mwetu watakofanya maungamo kama alivyofanya Kani, wakiwa wamechelewa sana hata wasiweze kujiokoa, hawapatani na mambo ya haki, udharau ushuhuda yakinifu usiopinda unaogusa moyo, na wako radhi kuona kwamba kila mtu atoe mafundisho yenye maonyo akinyamazishwa. Akani akaletwa, wajumbe akapiga mbio, wakaleta ile hema. Sikiliza kilichofanyika. Kisha Yoshua na Israeli wote pamoja wakamtoa Akani mwana wa Zera na ile fedha na ile joho na mke wake na watoto na punda na kondoo na kila kitu, wakamweka katikati hapo. Watu wameshika Yoshua, naomba tupishe. Kumbe tunasababisha ndio wakafa. Yaani kaka mama amekufa sababu, yaani shemeji yako amekufa. Watu wanalia machozi, watu wanasema wamekufa sababu ya mtu mmoja. Walipiga mawe, akafa yeye na watoto wake na mke wake. Wakasema nani samani fungueni ya mawe. Wanaenda kama mezimia, toa fungua. Walipoangalia amekufa. Huyu anaweza kama ikauka. Wakaleta moto wakachoma. Akaungua kabisa. Akawa majivu. Haya majivu yanaweza katurukia kwenye hema zetu. Wakapiga mawe pakawa kamlima kanaitwa bonde la Akori. Mmoja anasemaje? Hivyo ndivyo ambavyo hukumu ya Mungu itakavyokuwa. Wale wote waliochelewa kufanya toba, wakati bado mlango alikuwa hajafungwa, Mungu atawaangamiza kwa moto siku ya mwisho. Atawateketeza. Nisome ile fungu la mwisho la Isaya. Napofunga hapo. Fungua Isaya 66. Watu gani waliocheza na vitu takatifu? Isaya 66. Angalia mstari wa 15. Mstari wa 15 hadi 17 na ule 22 hadi 24. Napomalizia kabisa fungu la mwisho hili hapa. Itufunge sasa. Anasema, sikiliza makini. Anasema hivi. 15. Anasema maana Bwana atakuja na moto na magari yake ya vita, kama upepo kisulisuli, ili atoe malipo ya ghadhabu yake kwa moto wakao, na maonyo yake kwa miali ya moto. Kwa maana Bwana atateta na wote wenye mwili kwa moto na kwa upanga wake, nao watakaoona Bwana watakuwa wengi. Watu gani? Akatoa majibu. Watu wale wajitakasao. Wamekataa kutakaswa na neno, wamekataa kujitakasa, wamejitakasa wenyewe kwa mafundisho yao. Wajitakasao na kujisafisha katika bustani, nyuma yake nyuma aliye katikati, wakila nyama nguruwe na machukizo na panya watakoma pamoja, sema Bwana. Sasa sikiliza mstari 22 sasa. Alafu anasema 22. Na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya, na sabato hata sabato. Wanadamu wote, hakuna mteleza nakwenda mimi Ijumaa, nakwenda mimi Jumapili. Wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu, asema Bwana. Waliokataa kutunza sabato, wakaamua kula nguruwe, wakaamua kujitakasa wenyewe, itakuwaje? Nao watatoka nje kuitazama mizoga ya watu walioniasi. Maana funza wao hawatakufa, wala moto wao hautazimika, nao watakuwa chukizo machoni pa wote wenye mwili. Ndicho ambacho ilikuwa ni ishara ya Akani kufanya vile, ili ya kwamba iwe ni fundisho wa vizazi vyote, kwamba Mungu hadhihakiwi, Mungu hana mzaha. Anapotoa maonyo, saa inakuja hatasema kwa neno tena, sasa atasema kwa moto na kwa upanga tu. Maana tumeonywa muda mwingi, tumecheza. Akani alionywa, alielekezwa kabisa, sio kama aliviziwa. Maana hukumu ya Mungu haitakuja kwa mtu yoyote ambaye hajajua ukweli. Mungu kabla ya hukumu anakuletea ukweli ujue, ufanye maamuzi kwanza ya kukubali ama kukataa. Hakuna tukasema siku ya mwisho Yesu, kama ungeniambia Yesu, mimi usinanifaa mimi, singekataa kwamba eti nguruwe sio chakula. Hapana, mimi nifundishwa na mchungaji. Tena mchungaji mwenyewe yuko wapi? Nani? Huyo hapo. Na askofu usulifundisha anasema siku ile pale ulisema, sema mbele za Yesu. Maana kuna tuambia kabisa, umekombolewa na damu ya Yesu, sasa haufungwi na vyakula tena. Sasa sema huyu hapa mwenyewe. Mwambie sasa ulikuwa unatuambiaga. Maana umetukwaza. Biblia inasema kila mmoja atabeba mzigo wake yeye mwenyewe. Damu ya Yesu Kristo inatupa rehema, inakupa nafasi tungali tukiwa hai tufikirie toba.
itatufaidia nini kupata ulimwengu huu na kupoteza roho zetu? Kristo Yesu anataka kila mmoja, kama mlango hujafungwa, kama hujachelewa, ngojee Yesu ukiwa unakijua kwamba muda si kitambo, yeye ajaye kuja. Wangapi wanatamani kumsubiri Yesu huku wakiwa wametubu dhambi zao, wakitakaswa kwa damu ya Yesu? Tusimame na kufunga sasa. Akani aliangamiza familia yake. Mke wake alijua halimuhusu, na ile yenyewe likamkumba. Wakamkusanya chungu. Biblia inasema katika website, akapigwa, wakauawa. Watoto wote walibeba dhambi ya baba yao, kwa sababu waliona, hawakusema. Na mimi leo nisingewaambia mambo haya, bado ngeweza kupotea, ila damu zenu zingetoka juu yangu. Kazi yangu mimi nini? Paza sauti, waambie watu wangu dhambi zao, waambie makosa yao, ili watu wafikirie toba. Tuungame, tumkatae shetani. Kristo Yesu ni mshindi tayari. Haleluya. Tunapomkubali Yesu maishani mwetu, yeye yuko tayari kutumbia moyo mpya. Usiseme siwezi kuacha. Hata kama ni ulevi, unaweza kwa damu ya Yesu. Haleluya. Kimbilia Yesu, anaweza. Amebadilisha wengi. Waliokuwa makahaba waliacha. Waliposema Yesu, imetosha, naomba, pale anakupa uwezo. Yaani huna haja kusema ngoja nitakapoweza kwanza. Yaani jione leo, jisalimishe, tuambie Yesu, kuanzia leo Yesu, hii dhambi ya kula zaka imetosha. Pale anakupa nguvu ya kushinda. Haleluya. Wangapi namwambia Yesu, nataka uwezo wako. Nataka unikubali hivi nilivyo. Njooni kwangu ninyi wenye kusumbukao na wenye kulemewa mizigo. Umelemewa na mzigo fulani ambao ni dhambi moja tu. Mengine yote tunafanya mazuri. Hata kama moja tu. Kama Yesu anajua usiku leo atasababisha nisiokolewe kama Akani, mwambie Yesu, naomba niokoe. Kama jambo fulani ambalo unasema Yesu, naomba niokoe, nyanyua mkono wako juu pamoja nami. Jambo moja tu tunasema Yesu, Bwana bariki sana. Hakuna ambaye hana dhambi, si ndivyo? Sote tunakuja kwa Yesu, si ndivyo? Tunahitaji utakaso. Tumkatae shetani na kazi zake. Katae shetani na kazi zake. Kuna watu watakaofunga na Yesu kwa ajili ya ubatizo. Na upia mwenye mkono kama mko hapa. Tazama mchungaji, bali tu ya kujitoa kwa Yesu, nataka kuolewa na Yesu, awe bwana kwangu, awe mume kwangu, nifunge naye ndoa kwa njia ya ubatizo. Biblia ndio kuna wakumenyu, sio kope watu. Kama ndio kuna wakumenyu, nifanye ombi maalum kwa ajili yako pia na maombi mengine yote tuliyojitoa. Ndio kuna hata maombi jitoa tangu juzi, jitoa tena leo, jitoe tena leo. Ndio kuna wakumenyu. Ndio tujue kuna nahitaji kuomba sasa. Ndio kuna usiogope macho ya watu. Sasa tumenyuma, Bwana bariki. Ndio kuna kuchu. Biblia inasema atakeni kiri mbele za watu, na mimi nitakiri mbele za baba yangu. Sasa rafiki, Bwana bariki sana. Bwana bariki sana. Bwana bariki sana. Bwana bariki sana. Asante, Bwana bariki sana. Tupate kuomba sasa. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, kusanyiko hili takatifu limesimama kwa miguu yao kukuchagua Yesu. Wewe uliye shujaa wa msalaba, kama ulivyoiona Yerusalemu kwamba inakwenda kubaki ukiwa, maana hakuna utukufu tena pale. Na sisi majengo yetu ya ibada, bila wewe Yesu, hakuna utukufu ndani yake. Tumekuchagua uliye kao la maisha yetu. Tunahitaji tukae ndani yako, nawe ukae ndani yetu, ili tangu sasa adui roho zetu akose nafasi ya kutushtaki mbele zako. Kwa toba na maungamo tuliyotubu jioni leo, inawezekana miongoni mwetu tulikuwa wavunjaji wa Sabato. Tumetumia miili yetu vibaya kwa kunywa pombe na wakati mwili mwenye hekalu lako. Tumefanya zinaa, tumefanya uchafu wa kila namna. Kristo Yesu, wewe damu yako inatosha, inasamehe. Ninatangaza uhuru kwa watoto wako kwamba tumesamehewa kwa damu yako ya thamani. Kila mmoja anapoondoka, mpatie ujasiri, amini ya kwamba ameondoka akiwa amesamehewa. Maana ulitamka ukasema, njooni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa mizigo, nasi mizigo ya dhambi tunaiweka miguuni pako Yesu. Ututue mizigo hii, tutembee katika upendo uzima. Lakini Kristo Yesu, kuna watoto wako wale wamenyanyua mikono juu, wamesema hata kubatizwa, ubatizo wa Biblia. Tangu sasa wametoa nadhiri kwako Kristo, wasirudi nyuma tena. Shetani ameona mikono yao, atatafuta njia ya kurudisha nyuma. Kristo Yesu, ninamkemea katika jina lako Yesu, kwa
kwamba ashindwe tangu sasa, maana hawa ni mali yako, wamenunua kwa damu ya thamani. Kama kuna mmoja ambaye vita vinaendelea ndani moyo wake, hajafikiria toba, kama akali, anaona pambano linaendelea, vita ni vikali, bado hajakubali kuachia mizigo yake, Kristo Yesu jioni leo, Roho Mtakatifu aendelee kusema naye mpaka asalimu amri na kutubu kwa toba ya dhati kabla mlango hajafungwa. Ninaamini utayatenda yote katika jina la Yesu. Amina.